Jina la Bwana lipewe sifa, watu wa Mungu. Karibuni sana katika mfululizo wa usomaji wa Biblia. Na siku hii ya leo tuko katika kitabu cha Kutoka sura ya 13. Karibuni sana. Ni sura ambayo si ndefu sana lakini si fupi sana. Ina mistari 22. Kwa hivyo unaweza ukaona ni sura ambayo ni ya kawaida. Karibu sana tuweze kwenda pamoja, lakini tufumbe macho tuombe. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki zetu, utusamehe makosa yetu kama sisi tuwasamehevyo wanaotukosea. Usitutie majaribuni, bali utuokoe kwa yule mwovu. Kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amina. Msikilizaji, sura hii ya 13 nimekwisha kukueleza ina mistari kuu ya 22. Karibu katika usikivu mwema. Bwana akasema na Musa akamwambia, nitakasie mimi wazaliwa wa kwanza wote, kila afunguaye tumbo katika wana wa Israeli, wa binadamu na wa mnyama ni wangu huyo. Musa akawaambia hao watu, kumbukeni siku hii mliotoka nchi ya Misri, kutoka nyumba ya utumwa, kwa kuwa Bwana aliwatoa mahali hapa kwa nguvu za mkono wake, na usiliwe mkate uliochachwa. Ninyi mwatoka leo katika mwezi wa Abibu. Itakuwa hapo Bwana atakapowaleta mpaka nchi ya Wakanaani na Wahiti na Waamori na Wahivi na Wayebusi, nchi hiyo aliyowaapia baba zako kwamba atakupa wewe, ni nchi imiminikayo maziwa na asali. Ndipo mtakapoushika utumishi huu katika mwezi huu. Mtakula mikate isiyochachwa muda wa siku 7, nayo siku ya 7 itakuwa ni siku kuu ya Bwana. Mikate isiyochachwa italiwa katika hizo siku 7. Mkate uliotiwa chachu usionekane kwako, wala chachu isionekane kwako ndani ya mipaka yako yote. Nawe utamwambia mwanao siku hiyo ukisema, ni kwa sababu ya hayo Bwana alionifanyia hapo nilipotoka Misri. Nayo itakuwa ishara kwako katika mkono wako, na kwa ukumbusho kati ya macho yako, ili kwamba sheria ya Bwana ipate kuwa kinywani mwako. Kwani Bwana alikutoa utoke Misri kwa mkono wenye uwezo. Kwa hiyo utaitunza amri hii kwa wakati wake, mwaka baada ya mwaka. Itakuwa hapo Bwana atakapokuleta katika nchi ya Wakanaani, kama alivyokuapia wewe na baba zako na kukupa, ndipo utamwekea Bwana kila afunguaye tumbo na kila mzaliwa wa kwanza uliye naye, azaliwaye na mnyama, hao waume watakuwa ni wa Bwana. Kila mzaliwa wa kwanza wa punda utamkomboa kwa mwanakondoo, na kwamba hutaki kumkomboa utamvunja shingo. Na kila mzaliwa wa kwanza wa binadamu katika wanao utamkomboa. Kisha itakuwa hapo mwanao atakapokuuliza keshoni akisema, ni nini hivi? Utamwambia, Bwana alimtoa Misri kutoka ile nyumba ya utumwa kwa uwezo wa mkono wake. Basi
Ilikuwa hapo Farao alipojifanya kuwa mgumu ili asitupe ruhusa kuondoka, Bwana akawapiga wazaliwa wa kwanza wote waliokuwa katika nchi ya Misri, wa binadamu na wa wanyama. Kwa ajili ya hayo namtolea Bwana wote wafunguao tumbo wakiwa waume, lakini wazaliwa wa kwanza wote wa wana wangu na wakomboa. Jambo hilo litakuwa ni ishara mkononi mwako na utepe katikati ya macho yako, kwa kuwa Bwana alitutoa Misri kwa uwezo wa mkono wake. Ilikuwa hapo Farao alipokwisha kuwaacha watu hao waende zao. Mungu hakuwaongoza kwa njia ya nchi ya Wafilisti, ijapokuwa ilikuwa ni ya karibu. Maana Mungu alisema wasije wakaghairi watu hawa hapo watakapokutana na vita na kurudi Misri. Lakini Mungu akawazungusha hao watu kwa njia ya bara kando ya bahari ya Shamu. Wana wa Israeli wakakwea kutoka nchi ya Misri hali wamevaa silaha. Mungu akaichukua ile mifupa. Musa akaichukua ile mifupa ya Yusufu pamoja naye, maana alikuwa amewaapisha sana wana wa Israeli akisema, Mungu hana budi atawajilia ninyi, nanyi mtaichukua mifupa yangu kutoka hapa pamoja nanyi. Nao wakasafiri kutoka Sukothi wakapiga kambi Ethamu kwenye mpaka wa ile jangwa. Bwana naye akawatangulia mchana ndani ya wingu mfano wa nguzo, ili awaongoze njia, na usiku ndani ya moto mfano wa nguzo, ili kuwapa nuru wapate kusafiri mchana na usiku. Ile nguzo ya wingu haikuondoka mchana, wala ile nguzo ya moto haikuondoka usiku mbele ya hao watu. Msikilizaji, na hapo ndio mwisho wa sura hii ya 13 ya kitabu cha Kutoka.